Sofia mwanangu, safari ni sehemu ya maisha, lakini usisahau maneno ambayo nimekuwa nikikwambia. Heshima, uvumilivu na moyo wa kusaidia watu ndiyo utakaokufanya ufanikiwe. Baba, nitayakumbuka maneno yako kila siku. Najua nimeondoka nyumbani, lakini moyo wangu utabaki na familia yangu. Mwanangu, dunia ina changamoto nyingi. Usikate tamaa ukikutana na matatizo. Kumbuka kuna watu wanaokuamini na wanaokupenda. Asante baba kwa kunilea na kunifundisha kuwa mtu mwenye nguvu. Nitafanya kila kitu kuhakikisha unajivunia mimi. Baba, umesharudi? Na vipi dada Sofia, ameondoka salama? Ndiyo, ameondoka salama. Alikuwa na huzuni, lakini aliahidi kutufanya tujivunie. Nyumba imekuwa kimya sana. Nimezoea kumuona dada kila siku. Ndivyo maisha yalivyo mwanangu. Watoto hukua, halafu huanza kujenga maisha yao. Maisha yamenifundisha mambo mengi ambayo sikuyajua nilipokuwa kijana. Nilikuwa kama vijana wengi wa leo. Nilidhani najua kila kitu na sikuona umuhimu wa kuwasikiliza wazazi wangu. Walinipa ushauri mwingi, lakini niliona ni maneno ya kuwazuia vijana kufurahia maisha. Niliingia kwenye marafiki wabaya, nikafanya maamuzi ya haraka, nikapoteza muda, nikapoteza mali na hata watu niliowapenda. Kulikuwa na kipindi nilibaki peke yangu, nikajilaumu kwa kupuuza maneno ya wazazi wangu. Nilipogundua kosa langu, nilimrudia Mungu na nikaanza kujenga maisha yangu upya kwa taabu na uvumilivu. Leo hii, kila ninapomwangalia Sofia au Jack, naona maisha yangu ya zamani. Ndiyo maana siwezi kunyamaza ninapowaona wakikua. Ninawapa usia si kwa sababu nataka kuwatawala, bali kwa sababu sitaki wapitie maumivu niliyopitia. Natamani waishi maisha bora kuliko yangu, wafanye maamuzi ya busara, waheshimu watu, wachague marafiki wenye maadili na wamtegemee Mungu katika kila hatua ya maisha yao. Najua kuna siku wanaweza wasielewe kwa nini nawarudia maneno yale yale, lakini naamini ipo siku watakumbuka kila neno nililowaambia na watagundua kwamba baba husema kutokana na uzoefu, si kwa bahati mbaya. Na kwenu nyote mnaotazama simulizi hili, kama bado mna wazazi, wasikilizeni kabla hamjachelewa. Usia wa mzazi unaweza usionekane wa muhimu leo, lakini kesho unaweza kuwa sababu ya kuokoa maisha yako. Kumbukeni, pesa zinaweza kupatikana tena, mali zinaweza kujengwa upya, lakini heshima, maadili na familia vikishapotea, ni vigumu sana kuvirudisha. Hiyo ndiyo sababu kila siku ninawafundisha watoto wangu, kwa sababu naamini usia wa baba si maneno ya kawaida. Ni urithi wa maisha unaowaongoza watoto hata pale baba anapokuwa hayupo.